Ndugu washiriki wa mafunzo, kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, napenda kuwashukuru na kuwapongeza wote mlioteuliwa kwa nafasi ya usimamizi. Hongereni sana. Napenda kuwakumbusha kuwa uteuzi wenu umezingatia masharti ya kifungu cha 76 cha Sheria ya Uchaguzi wa Rais, Wabunge na Madiwani namba 1 wa mwaka 2024. Ni vema mkatambua kwamba kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 74(6) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndiyo yenye jukumu la kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi mkuu kwa Tanzania bara. Lakini vile vile kwa kuzingatia niliyoeleza awali kwamba nyinyi mliopo hapa leo mmeuteuliwa kwa mujibu wa sheria, na tangu siku ya uteuzi wenu mnao wajibu wa kikatiba wa kutekeleza majukumu ya uchaguzi wa rais, wabunge na waheshimiwa madiwani kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Dhamana mliopewa ya kusimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura, ikiwa ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa rais, wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni nyeti na ni muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Hivyo basi, mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo mtakayopewa hadi hapo tutakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Ndugu washiriki wa mafunzo, leo tupo hapa kwa ajili ya mafunzo kwa wasimamizi wa vituo pamoja na wasimamizi wasaidizi wa vituo, ambapo mtakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipasavyo kwa ngazi ya kituo. Mafunzo haya yanajumuisha wasimamizi wa vituo 374 kutoka kata ya Kasambia, Minziro na Kakunyu. Aidha, vituo vyote hivi viko ndani ya jimbo la Missenyi, japo tuna maeneo mengine pia katika jimbo letu. Tunaendelea na wasimamizi wengine kutoka kwenye kata nyingine 17 za jimbo letu. Pia nimearifiwa kwamba jumla ya mada 6 zitawasilishwa, ambapo pamoja na mambo mengine mtapata fursa ya kubadilishana uzoefu na kujadiliana namna ya kufanikisha uchaguzi katika maeneo yenu na kujadiliana namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika hatua mbalimbali za zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura. Kwa wale mnaosimamia zoezi hili la kupiga kura na kuhesabu kura kwa mara ya kwanza, ni mategemeo yangu kuwa mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja na watendaji wengine wazoefu. Kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongeza maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Ndugu washiriki wa mafunzo, wote tunafahamu kwamba uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa, hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, ubunge na udiwani yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Vile vile nachukua fursa hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu mlionao, baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi kama alivyosema mwenzetu, lakini nyinyi wazoefu msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yanayotolewa na tume. Kwa nini nasema haya? Nasisitiza haya kwa sababu uchaguzi huu pamoja na kwamba mna uzoefu, huu ni uchaguzi wa mara ya kwanza. Kwa sababu gani nasema kwenu ni mpya na ni mara ya kwanza? Kwa sababu katika uchaguzi huu ni wa mwaka 2025 na hakuna uchaguzi mwingine ambao umeshatokea kwenye huu mwaka wa 2025, si ndio Vile vile wazoefu na wakumbusha kwamba huu uchaguzi kwenu ni mpya pamoja na uzoefu wenu kwa sababu kuna sheria mpya. Huko awali tulikuwa na sheria nyingi zinazohusika katika masuala ya uchaguzi, lakini sheria hizo zote sasa zimeunganishwa na kuwa sheria moja
ya namba 1 ya mwaka 2024 pamoja na kanuni zake za mwaka 2025. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo. 1, kama nilivyosema, someni kwa umakini katiba, sheria na miongozo ambayo mtapewa ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine yatakuwa na changamoto za kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Tumewapa nyaraka mbalimbali ili msitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili. Jitahidini na mjiepushe sana kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakapokuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Vile vile fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla hamjakwenda navyo vituoni. Hili jambo ni muhimu sana. Sisi tumepokea vifaa, tumesainishwa kwamba tumepokea. Kwa hiyo tutawasainisha na nyinyi kwamba mmepokea. Kwa hiyo nikikwambia nimekukabidhi vifaa kadhaa, peni 20, usifike kule tena ukasema mmenikabidhi 5 kwa sababu umesaini. Kwa hiyo msisaini bila kuhakiki, ndio maana mko wengi. Zamani huko nyuma wasimamizi wasaidizi kwa wale wazoefu mnajua alikuwa ni mtu mmoja. Sasa hivi mko wangapi? 2. Kwa hiyo kila kituo tuna watendaji wa vituo 4. Bado kutakuwepo na mlinzi ambaye ni askari. Kwa hiyo tunaamini kwamba mtafanya kitu sio kwa kukurupuka. Vile vile hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo vyenu mnavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa upigaji kura kufika. Mtafundishwa kwamba tunaanza kupiga kura saa 1 kamili. Kwa hiyo tutegemei kituo chochote inafika saa 1 ndio mnafungua kuanza kupanga vifaa vyenu. Hapana, saa 1 kamili mtu wa kwanza anaanza kuhudumiwa. Lakini pia ninyi ndio watendaji mnaokutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu. Lazima muwe smart. Tutawapa t-shirt. Kwa hiyo lazima muonekane smart, nywele msuke vizuri, muwe na lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika kituoni. Yaani muonekano wetu usiwe tishio kwa watu wengine. Msije mkanioji mimi najua kwenu sio tishio. Sawa Kwa hiyo mjipange, mkae smart kukutana na watu ambao watakuwa ndo wateja wetu wa siku ile. Lakini pia niliwatahadharisha jana makarani waongozaji kwenye mafunzo yao kwamba tunaposema tutoe kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika kituoni, mojawapo ya tahadhari nilizowapa ni watoto wa vibwagizo. Mtoto anaweza akageuka kuwa kibwagizo. Si mnajua mliosoma nini fasihi, fasaha, si nini? Kiswahili. Mnajua maana ya kibwagizo? Unaenda ukifika kwenye chorus unarudi, yani kama kibwagizo, yani kile kinachorudiwa. Kwa hiyo unaweza kukuta mtoto mmoja anakuwa kibwagizo kwa wapiga kura tofauti. Kifika pale anampa mwingine. Kipindi na mimi uchaguzi wa lini hapo nilikuwa nawaza ningekuwa na mtoto. Kwa hiyo ningepata wa kuwazima, unakuta wamefanyaje? Kwa hiyo ndio maana kuna mawakala ambao wanatoka kwenye maeneo hayo. Vile vile wajawazito. Kuna wengine wanajifunga vibomu. Kama shuleni silikuwa tunaweka vibomu huku vya kuangalizia. Mnakumbuka? Hata walimu mnawajua watoto wao wana vibomu. Kwa hiyo unakuta mwingine siku ya uchaguzi na yeye ni mjamzito kumbe amejifunga nini? Kibomu. Kwa hiyo mnakuwa na tahadhari kwenye mazingira ya namna hiyo. Vile vile nasisitiza kufanya mawasiliano na msimamizi wa uchaguzi au afisa uchaguzi pale ambapo ushauri utahitajika kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika kituo chako. Maaro kata simple Kila mtu si anamjua aro kata wake. Huwa tuna misemo yetu kwenye uchaguzi. Aro ni assistance returning officer, si ndio? Kwa mawasiliano ya kwanza ni kule kwenye aro wako. Unapokwama huko unawasiliana na afisa uchaguzi au msimamizi wa uchaguzi katika masuala yote. Lakini kumbukeni kujaza fomu zote za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu na kuhakikisha mnaweka fomu na vifaa vingine mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa mujibu wa kitabu cha maelekezo kwa watendaji wa vituo vya kupiga kura mwaka 2025. Mnavyo hivyo vitabu, mmepewa. Jazeni fomu kwa ukamilifu.
Sasa wenzangu wale tuliokimbia hesabu, naomba tujinoe, tujiandae, akili zetu zikae vizuri kwenye hesabu. Mwisho wa siku ili tupate matokeo tunatumia nini? Hesabu. Ndio maana mimi naona tuna watu smart humu ndani. Kwa hiyo naamini na vichwa vyenu vimejipanga kikamilifu kupiga mahesabu. Ni ya kujumlisha tu na kutoa. Sasa ukifeli hapo tutaamini kwamba hicho cheti cha form 4 hakijakaa level. Sawa Kwa hiyo tujifunze vizuri zile hesabu zetu kabisa. Nakumbuka tulivyokuwa tunaanza, ukimaliza kuhesabu unafundishwa kujumlisha, baadaye na nini? Na kutoa. Kwa hiyo leo tunarudi kwenye ile basic kabisa ya chekechea. Kwa hiyo naomba tuone kama cheti chako kinaikumbuka ile chekechea. Mwisho, kupokea vifaa vya uchaguzi na kuhakikisha mnavitunza na kuvikabidhi kwa watendaji husika kwa ukamilifu wake baada ya uchaguzi. Sio unatoka kituoni unakimbia. Unahakikisha kwamba vifaa ulivyotakiwa kukabidhi unavikabidhi, unasaini fomu za makabidhiano, ndipo tunaagana kwa ukamilifu. Ndugu washiriki wa mafunzo, kuna jambo nataka niwakumbushe kabla sijamaliza hotuba yangu. Kifungu cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kifungu cha 20 kinasema hivi, ninanukuu: kwa madhumuni ya sheria hii, mtumishi aliyeajiriwa, aliyeteuliwa au aliyeazimwa na tume kwa kipindi chote atakachokuwa anatekeleza majukumu ya tume atachukuliwa kuwa ni mtumishi wa tume na atatakiwa kuzingatia katiba, sheria hii pamoja na sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 na sheria nyingine yoyote inayohusu utekelezaji wa majukumu ya tume. Mwisho wa kunukuu. Nimenukuu kifungu hicho kwa msingi wa kuonyesha mambo yafuatayo. Mosi, kwamba tangu siku ya uteuzi wenu ninyi ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. Hongereni sana kwa hilo. Pili, kwamba utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu kwa tume mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio kwa mamlaka nyingine, isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Tumejaza fomu za kujiondoa kwenye wanachama. Kama ulikuwa na mishe za chama huko, leo mwisho. Unawaambia simu yangu fungeni vioo. Kwa hiyo sio wewe unaenda kuwa kule ripota wa chama, kufanya kazi za chama, sijui kufanyaje. Hapana, leo wote hatuna chama. Si tumeelewana? Kwa hiyo ni watumishi wa tume. Na pia kwa taarifa zote za uchaguzi inapaswa kutolewa kwa tume kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi na si vinginevyo. 4, kwa sababu kwamba simamieni viapo vyenu na kutunza siri na kujitoa au kutokuwa wanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Kwa hiyo siri, msiende kuwa kasuku kutangaza habari za uchaguzi. Na mwisho kabisa, na wasihi mzingatie mafunzo mtakayopewa na mtoe uzoefu wa usimamizi wenu wa siku za nyuma ili iwe ni somo kwetu sote katika utekelezaji wa majukumu yaliyoko mbele yetu. Baada ya maelezo hayo, ninawatakia mafunzo mema kusimamia na kuratibu shughuli za uchaguzi mkuu mwaka 2025. Sasa, napenda kutamka kwamba mafunzo haya ya siku 2 ya watendaji wa uchaguzi yanayofanyika hapa Bunazi tarehe 26 na 27 Oktoba 2025 nimeyafungua rasmi. Kura yako, haki yako, jitokeze. Na Misenyi tunasemaje? Usipange kukosa. Asanteni sana kwa kunisikiliza.